God have mercy upon us. Sanaa ya vichekesho ni aina ya sanaa inayolenga kuburudisha, kuelimisha na kuchochea fikra kwa kutumia ucheshi. Inaweza kuwa nyepesi au nzito kulingana na ujumbe unaotolewa. Kwa ufupi iko hivi: madhumuni ya kichekesho ni kwamba hakichekeshi tu, mara nyingi kinachambua maisha, tabia za jamii, siasa au changamoto za kila siku kwa njia rahisi ya kueleweka. Tuanze maji. Wewe unaitwa ndugu yangu? Mimi naitwa Aliwatani Ostaz Kiduga Ndim, chumia tumbo funga mzigo siwezi kwa ubeba, si vazi wala si pesa, kauli yangu yatosha. Jina hilo. Sipendi ukijipendekeza squat. Hilo ndio jina langu. Jina la Vichekesho vinatumia mzaha, kejeli, kinyume cha matarajio, maneno ya kuchezea au matukio ya kawaida yanayoonekana ya kawaida lakini yana ucheshi. Ndani ya vichekesho kuna ujuzi, yani ubunifu, vile uelewa wa jamii, muda sahihi kwa maana ya timing na uwezo wa kusoma hadhira. Elimu yako hiyo Saiba? Mimi nimesomea mbali. Mbali wapi? Chini ya mwembe, akidondoka nyoka off time, kinyesha mvua likizo, kidondoka embe kengelea kitu. Wewe. Umuhimu wa vichekesho ni kwamba kwa asilimia kubwa vinapunguza msongo wa mawazo, vinaunganisha watu na wakati mwingine vinaibua mjadala juu ya mambo muhimu bila ukali. Leo tumekuja kupasua. Tunasema ukweli hapa. Tunasema ukweli hapa. Naambia yaliomo. Nataka nikwambie kitu kimoja. Unajua hata mapenzi yana nguvu lakini hawezi kuvuta gari. Na mapenzi kama maharage. Hata kama una meno unakula. Uko sahihi. Na mimi nimegundua kitu. Unajua wanawake wana shida sana. Kwa nini? Mwanamke anaweza kukuacha kisa huna kazi. Mwanamke anakuacha kisa uko busy na kazi. Sasa wanawake mtatuua jamani, acheni mambo yenu hayo. Kwa hiyo sanaa ya vichekesho ni mchanganyiko wa burudani na ujumbe, na inapofanywa vizuri huacha athari kubwa zaidi ya kicheko hicho unachokiona. Mwaka 2025 umemalizika huku katika sanaa ya vichekesho ikiacha alama muhimu barani Afrika. Wasanii wengi wamejitokeza na kupanda katika kuwasilisha ujumbe wao kwa njia rahisi na kueleweka kwa haraka. Mwenyekiti, samahani mwenyekiti, unawashauri nini vijana wa Kitanzania wanaoshabikia siasa? Ni heri washabikie ugomvi. Lakini hata hivyo, Jazmela News imepepesa macho yake na kuwaona wasanii watatu kwa mwaka huu 2025 ambao waliangaliwa kwa kina zaidi barani Afrika. Baba Manka wa Rombo nchini Tanzania, maarufu kama Mwenyekiti. Kuna tofauti kati ya Black Beauty na Black Mamba. Hakim, raia wa Guinea anayeishi nchini Senegal. Amadi Kalabanchi anayefanya sanaa yake akiwa nchini Mali. Jambo la msingi katika sanaa ya vichekesho
kuna masuala kadhaa ya kuyatazama kwa kina. Jambo la kwanza, wahusika. Wahusika wana mchango mkubwa katika sanaa ya vichekesho kwa sababu wao ndio wanaobeba ucheshi na ujumbe wote. Na ndio maana mimi nakwambia aje, yani sasa hivi wanawake wana mambo mengi sana. Usishindane nao. Wewe mwanamke anabandika nywele juu ya nywele. Mwanamke anabandika kope juu ya kope. Mwanamke anabandika kucha juu ya kucha. Mwanamke. Kwa nini asibandike mpenzi juu ya mpenzi? Anaweza. Jambo la pili, mavazi na mazingira. Haya pia yana mchango mkubwa sana katika sanaa ya vichekesho kwa sababu huongeza mvuto hata kabla ya kutenda. Ukimwangalia Baba Manka wa Rombo au Mwenyekiti, mavazi aliyovaa unaanza kuibua kicheko cha awali. Pia kwake Amadi Kalabanchi na gagulo lake la bluu na mazingira anayotumia kufanya sanaa yake, ambapo hadhira inamtambua mhusika kama maskini, tajiri, mjanja, mjinga au mvivu, jambo linalorahisisha ucheshi. Hakimu naye alivyojiremba na mavazi yake, pia mazingira vinaweza kuonyesha hali za kijamii kama umaskini, anasa au uzembe au utajiri kwa njia ya kuchekesha lakini yenye mafunzo. Mila na desturi ni jambo jingine, ambapo hivi vyote viwili vina mchango wake katika sanaa ya vichekesho kwa sababu ni sehemu ya utamaduni wa jamii husika. Lugha bila kusahau ina mchango wake katika sanaa ya vichekesho kwa sababu ucheshi mwingi unategemea maneno na namna unavyotumiwa. Vichekesho vingi hutokana na mchezo wa maneno, tafsiri mbili za neno, methali au misemo ya lugha ya mtaani. Maneno yakitumiwa kwa ubunifu yanaleta kicheko. Pia vichekesho hutegemea sana lugha ya jamii husika, nalo hili huongeza uhalisia na mvuto. Yaani unizarau ni kunyenyekee, usiniheshimu ni kuheshimu, usinipende ni kupende, usinisikilize ni kusikilize, hunitende ubaya ni kutende mema. Hivi mimi nitakuwa na minyoo kichwani, kinyesi cha kuchoma, cheusi kinene, kichwa changu kitakuwa ni choo cha baa? Aidha, katika sanaa ya vichekesho kuna kipengele cha ucheshi usiotegemea maneno, yaani vichekesho bubu. Hapa Hakim, yule raia wa Guinea ambaye ni kinyozi anaishi Dakar nchini Senegal, anaonyesha namna ilivyo. Hivyo basi, matukio ya vitendo vya kuchekesha hukumbukwa kwa urahisi zaidi kuliko maneno pekee. Kwa ujumla, ucheshi wa vitendo pekee hukamilisha na kuimarisha sanaa ya vichekesho, na mara nyingi hufanya kazi sambamba na lugha ili kutoa burudani kamili. I want problems always.
Oh, no, 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 no. Lakini katika zama hizi za utandawazi, vichekesho vina nafasi kubwa na ya kipekee sana katika jamii ya leo. Nafasi hiyo inaonekana katika nyanja zifuatazo. Mosi, inaunganisha watu wa tamaduni na mataifa tofauti. Hii kupitia mitandao ya kijamii, filamu na majukwaa ya kidijitali. Vichekesho vinasambaa kwa haraka na kueleweka kimataifa, hasa vinapochanganya lugha na ucheshi wa vitendo. You too like food. Pili, ni chombo cha mawasiliano ya haraka. Vichekesho hutumika kufikisha ujumbe kwa njia rahisi, fupi na inayovutia zaidi kuliko hotuba ndefu. Siwezi vumilia. Kweli nakwambia. Siwezi vumilia. Nyeusi nyeusi, nyeupe nyeupe. Hakuna nyeusi nyeupe au nyeupe nyeusi. Mungu mwenyewe alishindwa kuivumilia Sodoma na Gomora, akaipelekea moto, fire mbaya mbaya. Who are you? By the way, nikuchekecheke, nikunyenyekee, nishindwe kujitetea mwenyewe, nianze, oh Mungu, angalia wana wako wanachonifanya. Hamuangalie nani? Ninakuangalia mimi mwenyewe. Nitadili na wewe, nitakupelekea moto wewe. Unasikia huko? Lipa ubaya kwa wema. Ubaya kwa wema? Nani kasema? Tumkamate tuanze na yeye. Hizo mambo za kuonewa huko nyuma zimeshapitwa na wakati. Usiniangalie hivyo. Hau nikumeze sasa hivi. Nikutafune. Nimefunga kao. Tatu, huelimisha na kukosoa jamii kimataifa. Wasanii hutumia vichekesho kuibua na kukosoa masuala ya kijamii, kisiasa au kiuchumi kwa njia isiyoleta migogoro mikubwa. Subhanallah. Ijo amita no fe. Amadi wari. Imade dugutigi. Binasira. Muso Jeremina le binandeke. Muso Jeremina. Woni binande. Yala ngata ansira bala. Ami sesi sa. Ni amadi dolen tukula ya dunia.
Nne, hutoa ajira na kipato. Katika zama hizi, vichekesho ni sekta ya kiuchumi. YouTube, TikTok, filamu, matangazo na maonyesho ya moja kwa moja huwapa vijana ajira na kujiajiri. Karabi bobi. Ngo odo na moto ya banga wuli. Ma belembele. Na daso. Hey! Oh, abuga. Karabi bo, abuga bo. Dayila. Sebelum dona fu mana-mana kolata. Hey! I don't beat someone's style. Hey, limon parangkui. Eti boya no. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Hey, limon parangkui. Non. Ça dit. Evi ninka kumbala kakila ka galon tiga ko vezire nodo ha ibi kila ka na misiri la iba ko mogo mias la me vezi note ho abuka limon parangkui. Non. Ça dit. J'ai du mal à imaginer ça. Vile vile hutangaza lugha na utamaduni. Vichekesho kwa mfano vya Kiswahili husaidia kusambaza lugha adhimu ya Kiswahili na utamaduni wa Mwafrika katika kiwango cha kimataifa. Kuna tofauti kati ya Black Beauty na Black Mamba. Black Beauty ni mwanamke ambaye anaheshimu kila mtu, kana roho nzuri, hakana madharau, hana shida na watu. Aka ni ka Black Beauty. Halafu kuna haya ma Black Mamba. Kwanza lirora hivi. Pili yana madharau, yana ringa. Hero unaweza ukawa tu unania tu ya kumsalimia, linaanza kukurushia maneno. Wewe sio type yangu. Nani anataka kutongoza usiku wa giza? Nani anataka kudeti na kivutio cha wachawi? Wachawi hawaishi, kumbe sababu ni wewe. Sigiza, unawavutia, unawahamasisha. Yaani mtu hata ukilala naye panachelewa kukucha. Nani anataka hizo shida? Faida pekee mlionayo nyinyi ni juani. Ukitembea na Black Mamba juani unapata kivuli. Yaani nyinyi ni mbadala wa miamvuli. Hiyo ni ajira. Jiajirini basi hata mpate cha kulingia. Wazungu wetu wamekufa wameoza. Mimi najiulizaga hivi hao watu wamekosa wanawake kabisa Afrika. Wanachukua ma Black Mamba. Kumbe lengo la wazungu ni kutuzalilisha kupitia nyinyi. Akienda na Black Mamba kwao, anawaambia wenzie, hawa ndio wanawake wanaopatikana Afrika. Did you see Black Mamba? Wenzie anawaambia, yeah. She is nightmare. She is black fire. Mabichwa basi yanapasuka huko. Mnatuzalilisha tu kwamba wanawake hamna Afrika. Kuna vibonzo, vinyamkela. Unachotakiwa kujua, unapozidi kuwadharau watu, kujikuta, ndivyo unazidi kuwaonyesha watu madhaifu yako. Tabia ya mtu uficha madhaifu yake. Usiniangalie hivyo. Unaletea giza hapa. Vile vile hupunguza msongo wa mawazo katika dunia yenye changamoto nyingi. Kama ujuavyo, katika dunia hii yenye haraka na yenye shinikizo, vichekesho hutoa nafuu ya kisaikolojia na matumaini. Don't beat someone's style.
J'ai du mal à imaginer ce genre de ces trucs là. Hein? Na mwisho kabisa, hubadilika kulingana na teknolojia. Vichekesho sasa vinatumia memes, video fupi na uhuishaji, hivyo kubaki hai na kuwafikia walio wengi zaidi. Kwa ujumla, katika zama za utandawazi, vichekesho si burudani tu, bali ni nguvu ya kijamii, kiutamaduni na kiuchumi inayounganisha dunia na kuakisi maisha ya sasa. Mobil ti kara jeo. Ala ka ne ka mobil ko no ya kara ebe mali bila. Na ne ya mobil sora kara ebe mali bila.